Welcome to Gazi, a cool and quiet village in Msambweni, Kwale County. When you get here, the first thing you notice are the small ventilations on an old building. And right away, you can tell this was once a prison. The people of Gazi welcome visitors with open hearts, always friendly and ready to share their history. And it is in this place, a prison built 175 years ago, where stories of pain, survival, and mystery are kept alive. Upon getting inside, we find young men. They are fishermen at night, but during the day, some rest here, some sleep, and others pass time playing cards. Today, through the voice of Mwatime Hamadi, a tour guide who is a resident of this area, we take you through this history. My name is Mwatime Hamadi. I am the tour guide from the Gazi Women Mangrobodo. Now we are to the Gazi village. In Gazi village, there are 3,000 people. Most of them, they depends on the fishermen. Majority, they depends on the small business. Okay. And here we are to the near of the sacred baobab. We have a huge baobab whereby it's 2,000 years. It is the place for the people around the village, and other people, they worship here. By the time you have your problem attending to yourself, in case you don't have a job, not married, there is the fellow person who sits around the village, is the in charge of the baobab tree. You will go and inform him your problem attending to yourself. He will tell you to buy the bottle of rose water, smoking stick, white candle, and egg. Come talking your problem. After the problem it has been succeed 1 month or 1 year, you bring the present of the white chicken or white goat, slaughter the goat to the baobab tree. The blood, he will tell you to mix with the water and washing your body parts, but the meat you are not allowed to eat, divide into the fellow friends. So you are not allowed to eat that meat? Yeah. You are not allowed. You give it to the neighbors. Fellow friends or the neighbors. That is the work of that huge baobab tree. Yeah. Okay. Now the cameraman walk with us so that we can see the building. This is just a brief history. We were just next to that baobab tree. So we want to get into the building. Most of you are asking why I'm in this cave. This place is very hot. It is literally hot here. But what I've really liked with these people from the area, that they are welcoming, they are jovial enough. We came here and we found Mama Mwatime. Mwatime was not around and they really welcomed us, so we just want to see the place. Habari zenu? Mungu salama. Wow. So, welcome to the slave house. This building, it has been constructed on 1850. It was the prison for the people around the village and other people, and it was being led by the Sultan called Sheikh Mbaruk Said Sadiq, who coming from the Zanzibar brought the slave from Gazi. This one is the baraza for the people waiting for the call, where you have been doing something wrong, rape someone or kill someone. The judge, he will call your name. After call the name, he will tell the police to take out your teeth. The teeth, they will be used for the cemented floor. And your body will be taken, cut it into pieces, mix with the chili, burn it to the pit outside. After that, there was the ship landing near to Chale, waiting for the slave to travel into Zanzibar, where there was the market in Zanzibar. After the Kenya get independence, 1963,
the community decided to have the school. Now it is the place for the youth. They just scandalmongering and do their hobby, but we receive the clients and give them history of the slave house. So we could move around and look for the teeth used for the cemented floor. Yes. And yeah, you like how Mama is trying to give the story. Okay. So here we have the teeth of the human being. Use it for the cemented floor. So we can look here around and look for the teeth used like this. Are the teeth used for the cemented floor? So does it mean these people, the total okay, they were removing all the teeth? Yeah. They were removing all of them? All of them, the teeth and your body will be taken alive, cut it into pieces, and then put the chili inside in your body. After putting that here, they will take you through to the pit outside. So your body will drop through to the pit and then burn it. So for guys, have you ever imagined, for those who have had toothache, it is very painful, and sometimes you visit the hospital, for that tooth to be removed, you have to undergo some injections. Is that true? But in this situation now, you are not having any problem with your teeth. They are just removing it by force. And then it is used. You have your problem, but it is the rule. You are not allowed to do anything. You will survive. You will be survived. You are not able to escape around, but yeah, it's the rules of the judge will not able to do anything. So wherever they want, they can do it. They can do it. Yeah. So they just remove your teeth whenever they want, at any time. Anytime. Then they use it to plaster the walls. Yeah. Okay, so this is the teeth of the people. These were slaves who were brought here. So why is it abandoned? Because I can see it is not in a good condition. What is the reason behind that? The reason it's we hata kwa Kiswahili hapa kwa sababu kimalengo yangu nataka hii banda irekebishwe, lakini hatujapata wadhamini wa kusaidia ili banda ili tupate kulifanyiwe fence ili wageni wakija waje wapate historia hapa na vizazi ambavyo vijavyo vijue kwamba watu walikuwa ni enzi ya ukoloni, watu walikuwa wanafanywa watumwa. Sasa sisi tuwafunze watoto wetu na wapate elimu kama hizi, lakini sisi malengo yetu ambao tunatarajia tupate msaidizi ili aturekebishie banda hili niwe ni mali ya asili na vijana ambao wako mtaani wapate ajira kutokana na banda hili. Sasa wakati huyu Sultan alikuja hapa, turudi nyuma kidogo. By the time alikuja hapa akakita kambi hapa. Je, alipata kama kulikuwa na watu ambao walikuwa naishi hapa ama watu walianza kuishi hapa baadaye? Watu walianza kuishi baadaye kwa sababu alipokuja hapa alikuja akafikizia kwa wenyeji. Wale wenyeji walimpatia. Alikuja kwamba alikuwa ana binti, ana mke, ama amekuwa ana mke. Kabidi alipokuja akapata mke, akaozwa, na yule mke alipompata ilikuwa si mke, ilikuwa ni shetani. Aligeuka kuwa simba. Huyo mwanamke alipopewa mkono, anataka kumbuka kama unaozeshwa lazima kuna zile itikadi lazima uzifanye. Bwana harusi ampe bibi mkono, bibi harusi ampatie bwana mkono. Sasa bwana alipompatia bibi mkono ukageuka. Bibi akawa simba. Akawa simba. Sasa hapo ndio ikapotea hapo. Sasa ndio kabidi sasa ashirikane na watu wa mji, akawa anachukua watumwa sehemu za Vanga,
Lamu, sehemu za nje huko. Watu walikuwa wanaenda Asia wapi, watumwa wanaletwa hapa. Hapa ndo kulikuwa ni kama cell. Sasa hapa ilikuwa ni cell. Sasa pale umesema ilikuwa ni kama waiting bay. Watu wanangojea hapo. Na koti yenyewe ilikuwa hapa. Hama ni hapa. Koti ilikuwa ni kwa hapo msikitini. Hapo ndo kulikuwa na koti kubwa. Sasa hapa ndo ilikuwa ni sehemu ya watumwa wanakaa. Sasa hapo kulikuwa na majumba ya serikali, ya polisi, alafu hapo kulikuwa na mtapita wa judge na chini yake. Ndio walikuwa jumba zao ziko hapo. Ambaye anashikilia hii sehemu hii hapa. Lakini sasa zilipovunjika ndio kabidi ilipotoka hapa court ikaenda Kwale court. Lakini koti ya kwanza ilianzishwa Gazi hapa. Ilipotoka hapo in 1963 ndio ikamigrate to Kwale court. Lakini koti ilikuwa hapa. Sasa mimi nilikuuliza, lakini umeniambia mjapata wadhamini. Lakini this area mko na leaders, you have MCA, you have MPs. Wao wanasema nini? Hata community, kuna wale viongozi wa jamii hapa wanasema nini kuhusu eneo hili? Kwa sababu naona ni kama imeachwa na wale watoto wadogo ambao bado ni wachanga hawatakuja kupata historia hapa kamili. Wao wanasema nini? Wale kweli utakwenda ukaeleze kilio chako. Muda kukueleza kile kilio chako watakwambia subiri. Muda fulani tutakufanyia. Utasubiri hivyo mwisho utapotea. Hakuna kitu ambacho kinafanyika. Lakini tumelia sana paka kwa county government. Kulia kwamba sisi ambao tunashughulika na utalii, kwa maana kuna kikundi ambacho kinaitwa Gazi Women Mangrove Boardwalk kinashughulika na ecotourism. Na hii ni site ya ecotourism. Lazima tuboreshe hili jumba. Watalii wakija tuwaoneshe historia asili, mali asili ya zamani, ama vile watu walivyokuwa wakiteswa, wakidhulumiwa. Lakini sasa hatujapata msaidizi kutushika mkono ili tuboreshe ili banda. Kuna vijana hawana ajira na watapata ajira kutoka kwenye hili banda, lakini sasa sijui kilio chetu tumpelekee nani. Wale ambao walio hapa wanaona na ni wakazi wa hapa wanaona hii sehemu, lakini mtu anaangalia, lakini hatujapata mwelekeo mzuri. Tupeleke kwa sasa muda kukupeleka. Kuna hizi pillars. Kuna pila 6. Unasimamishwa wima, unajengewa. Sasa ukifanya utafiti, kuna hizi pila 6, binadamu ama wewe mwenyewe kama mimi vile nimesimama, unajengewa kwa wima. Mbona unajengewa? Unajengewa ndio adhabu hiyo. Nimeeleza kwamba kwa nyuma kama rap ama umemuua mtu, sehemu kama hizo, kama umefanya adhabu kidogo, unapigwa viboko 100 hapo in the spot. Viboko 100. Viboko 100. Alafu ukifanya kosa lingine kubwa, sasa kuna wengine ndo wanapelekwa nauliwa. Kuna wengine wanapelekwa tu Zanzibar. Watumwa wanasafirishwa. Kulikuwa na meli nia Tuchale. Sasa hiyo meli ndio ilikuwa inangojea watumwa kuwasafirisha mpaka Zanzibar. Sasa hapo ndo kulikuwa na soko kubwa ya watumwa. Wale wengine wanafedheka hapa vile ambavyo wanavyoona. Wale wengine ndo wanapelekwa. Sasa ni ile mteja anakuambia mimi nataka watumwa kiasi fulani, unawapeleka. Wale wengine wanaletwa hapa, kila mtu anachagua wake. Soko kubwa sasa hivi. Soko kubwa. Unachaguliwa. Sasa yule ambaye ameonekana amefedheka ndo anauliwa, unatolewa meno. Wakati wa nyuma kulikuwa hakuna smiti, watu wanatumia majivu na udongo, ndio ni kama cement. Wanafanya ndio wanafanya sakafu. Sasa hili jengo hakuna kitu maybe limebadilishwa tangu hiyo 1850 mpaka sasa. Hizi bao ni hizo tu. Hizo bati ni hiyo mpaka leo. Hakuja kuwa marekebisho yoyote kutumia hii banda. Ni wakati
shule ilipokuwa hakuna shule ya Gazi, ndio wazazi kulikuwa na hizi sehemu, ndio wakabidi wazibe na hizo blocks. Sasa kulikuwa na covered area hapa, imefinikwa hii. Sasa hapa kulikuwa huu mwili wako unatiwa hapo ndani, unachoma. Umekatwa na pilipili, umekatwa, unatiwa pilipili, unachomwa ndani, unachoma. Ukishachoma kuna tunnel inaenda, hiyo tunnel inaenda through to the Indian Ocean. Sasa mzoga wako unapelekwa hadi wapi? Baharini. Lakini sasa huo mzoga utakuwa ni majivu. Majivu kwa sababu ushachomwa. Sasa unapelekwa huko hadi baharini. Sasa hao wengine ndio kuna hizo room za cell wana hifadhiwa huko. Alafu pale kuna pregnant mother. Ishara ziko chafu sana, waziona? Waiona? Sasa ile ndo sculpture for the pregnant mother. When she was pregnant, she was being sculptured by the wall. Umeiona? Sasa hapa sasa huyu ni mwanamke mjamzito. Wakati alipokuwa mjamzito ulikuwa huruhusiwi kupata mimba kabla haujaolewa. Mwanamke alipata ujauzito akiwa yuko nje ya ndoa, nikabidi ndiyo hukumu yake achukuliwe yeye mtoto akajengewa. Sasa huu ni ukumbusho wa skeleton for the pregnant mother. So hapa ndani kuna yule mama mwenye alikuwa ni mjamzito na mtoto wake. Sasa ingekuwa ni siku ya leo, basi wangapi wangejengewa? Chungu nzima. Kwa sababu zile sheria hazitekelezi. Lakini saizi tulimwaga damu wakati wa nyuma. Saizi tuko huru. Huko tunajivunia. Lakini wakati wa nyuma hata ulikuwa ukifanya nini? Haukuwa uwezi. Hauna. Ndio tunaona watu wanaenda huko nje wanaadhibiwa, bado wana ule utumwa wa zamani. Tunatumiwa. Lakini wenyewe miezi sana. Sasa hapa ndio alikuwa analetwa hawa wenye walikuwa wanapatikana mimba out of wedlock, unaletwa kuna rumi na hiyo hapo ambako kuna hizo popo nundu ambazo zinatoka na nyingine iko hapo ndani. Nyingine pia iko hapo ndani. Acha tuone ile tu. Wakati wa majenzi. Uhuru ni kitu muhimu. It is good to have freedom. So unaona hii room ni same like that one. Nyingine ndio hii hapa. Sawa. Je, hapa ndio hiyo ya pili na nyingine ya tatu iko hapo. Sasa sehemu kama hizi kabla pengine mtu aletwe na jengewe, ilikuwa inatumika kama jela. Ilikuwa ni jela. Tunaona hizo madirisha. Madirisha ya. Ilikuwa ni jela. Sasa ulikuwa kama ukitolewa mtumwa akitoka Zanzibar analetwa hapa. Chakula chao ilikuwa ni chicho, wanamwagiwa chicha kama vile kuku. Wanakula. Hiyo ndio kitu walikuwa. Ilikuwa ni hiyo tu peke yake. Ndio chakula chao. Wanalishwa chicha. Kishalishwa chicha, haya. Ikiwa ni msafiri, meli inakungojea hapo Chale Highlands. Unasafirishwa unaenda wapi? Zanzibar. Kwa sababu Zanzibar kulikuwa na market kubwa ya kununua watumwa. Sasa hapa ni wale ambao washafedheka, ndio wanakufa hapa, wale wengine wanasafirishwa wanapelekwa huko. Sasa hiyo enzi ilikuwa ni colonization of the British. Tukabidi tupate huo
ubeberu. Na hii ni nini sasa? Hiyo ni anka, nanga ya meli. Hii nanga ya meli walikuwa wanatumia hii. Hii nanga ya meli pia ni watumwa waliichukua hadi baharini na kuileta hapa. Sasa ilikuwa ni adhabu yao kuibeba kutoka kule baharini na kuileta hapa, na ilikuwa ni jukumu yao. Ilikuwa ni watu 10 ili waibebe kutoka hapa, ndio adhabu yao waliopewa na kuileta hapa kutoka baharini mpaka hapa. Sasa hata saa hii kitu hata mkiwa watu 20 mtaitingisha kweli. Can you even shake this? Alafu hapo unaona hiyo tunnel inaenda chini kwa chini hadi pale. Sasa pale ndio hapo penye huo mti mkubwa ndio kulikuwa na hiyo hand tunnel na kupeleka mzigo hadi baharini. Si unaona hiyo? Sasa hiyo shimo ndio sasa watu wanatia takataka hapa chini. Hata nikaonyesha chini. Imezibwa hiyo shimo. Na hii ni shule ama hii ni dispensary. Mko na dispensary. Inaitwa Gazi dispensary. Gazi dispensary. Sasa hii sehemu zote ndio zilikuwa nyumba za mtapita wa judge na judge mwenyewe. Sasa ndio wakaweka dispensary. Hii sehemu yote ilikuwa ni museum. Hii ilikuwa museum yote hivi. Yote. Sasa hapa kulikuwa na judge alikuwa na judge hapo kulikuwa na nyumba yake na mtapita wake chini yake. Sasa hiyo minazi hiyo ndio ilikuwa ni shamba zao huko. Walikuwa watumwa wanapelekwa huko wanalima. Walikuwa wanalima mpaka huko ndio sehemu zao. Mji wa kwanza ulikuwa ni huko, mji wa kale. Sasa unaona hii shimo. Sasa hii ndio ilikuwa ni hiyo shimo. Inaenda moja kwa moja, sio unaona vile iko. Ni hiyo inaenda moja kwa moja hadi baharini. Lakini saa hizi wametia tia uchafu. Ilikuwa inatokea pale. Hiyo tunnel hiyo inaenda mpaka baharini. Hii shimo ndio hiyo. Na imagine ni mwamba huo. Mwamba. Njiwe ndio walichimba. Unaona vile ambavyo imeenda chini kwa chini hiyo. Ndio hivyo. Lakini sasa wamechafua. Wanamwaga taka. Kwenye hii miti mikubwa hiyo chini kwa chini, kwa maana bahari haiko mbali. Iko hapo karibu. Sasa hapa ndio walikuwa wanakuja na kunini. Hiyo tunnel inaenda hiyo straight forward through to the Indian Ocean. Siku hizi watu wanaweka mataka wanaziba. Lakini wakati hiyo sasa huo mzogo ukitoka huko unapelekwa huko chini kwa chini inaenda paka huko baharini. Aitwa Sultan Shembaruk Said Sadiq. Rashid Said Sadiq. Haya, turudi huku. So tusikie historia ya hapa juu. Sasa saa hii kama community saa hii mnapata mafanikio yapi ama nini kutokana na hii jengo hili? Ni historia tu peke yake ama kuna, kwa sababu unaniambia hakuna mtu akikuja, hakuna kulipa, mtu anakuja tu anaangalia. Alafu sasa mtu kama wewe ambaye kwa mfano kama mimi mtu akija pale ninamlipisha kutumia nini ile experience ama knowledge yangu ambayo nimefunzwa na kina nyanya na mama, naitumia kuelimisha wenzangu. Lazima nimchajishe pesa. Lakini sasa ukiangalia kuhusu kimazingira, hatujapata msaidizi ili kuboresha lile banda na pia wale vijana wa Gazi wapate ajira kutokana na huu mradi. Ungekuwa umesaidia ama umefanya maendeleo makubwa sana kwa community. Lakini tumeuacha tu bwege. Unafedheka.
Je, Kama vijana pia mkuje tu mniambie kitu kidogo pia, kuja tu usimame hapa usiogope. Wewe kama kijana Ndiyo. Umeangalia kamera, wewe kama kijana umekuja, umeizaliwa hapa. Ndiyo. Umezaliwa hapa, umeelezewa historia ya hapa vizuri. Ndiyo. Wewe unaonaje, ni kitu gani unaona serikali haijatimiza ili kama wewe kama kijana ambaye amezaliwa hapa ukapata ile banda pale haikusaidii? Unaona ni nini serikali haijafanya? Kama ungetaka serikali ifanye nini ndio pasa pengine ufaidike? Naongea tu. sema. Wewe kama kijana. Hivi ningeexplain zaidi kwa zina hata ni. Wewe ni mgeni. Sasa hiyo serikali Wewe unaweza ongea. ongea. Ndio ongea. Kwani utajulikana kwamba mgeni? Wewe ongea. Wewe kama umezaliwa hapa. Ndio. Sio umezaliwa hapa. Ndio. Unaona ni kitu gani serikali haijatimiza ndio wewe kama kijana ambaye amezaliwa hapa ufaidike kutokana na ile bana? Serikali bana haijatimiza kwanza kulishughulikia hii sehemu kama kuiweka sawa maana. Yaani haijataka kuwajibika. Sasa hata sisi tunashindwa tatizo ni nini? Kwa sababu kama serikali ikiamua kufanya jambo lake sana ni kitu kidogo sana. Kama kuweka fence hapo, kuboresha na kuweka sawa. Pengine ingeza kusaidia, lakini naona hawajataka. Kuna MP yuko hapa. Unaona? Kuna MCA yuko hapa. Kuna masub chief, kuna nani wote, Kila kitu kwa unaweza kila ofisi liko. kila ofisi kwa hapa. Lakini hakuna chochote ambacho tumefanyia. Kuna Sasa nyinyi kama hapa area Gazi, ni economic activity, kitu gani hawa watu wanafanya ili wapate pesa hivi? Ni fishing peke yake ama ni only fishing peke yake? Wengine ni biashara ndogo ndogo, wamewekeza self employer, mtu amejiajiri mwenyewe anashughulika kama mama karanga, wengine wanauza viosk, na wengine wana hiyo miradi ya ecotourism, kina mama wanaendelesha kuhusu mambo ya ecotourism, wengine wanafanya mambo ya replanting mangrove. hiyo tu ndio watu wanafanya. Wanashughulika hiyo. main ni fishing. Main ni hiyo fishing peke yake. Peke yake. Kama tunafungiwa hapo kwenye fishing, kama Hakuna. watu sijui wangesurvive. Hata isitoshe pia ingekuwa bandari imesambaratika kila kitu, kwa sababu hata wenye kutoka mbalimbali kuingia huku kuja huku sana sana wako business na fishing sana. Ndio maana hata wageni wanaotoka mbalimbali wakija huku, biashara kubwa kabisa ni ya fishing. Ni fishing peke yake. Na nyingine ni kama tu kujiongezea, kwa sababu mtu amepata huku hata nijifungulie Biashara. niongeze na mimi niangalie mambo mengine jiendeleze. Okay. Lakini ni kubwa watu wako busy na upande wa fishing. Ulisema hapa tukiendelea, ulisema hapa ni watu wangapi wanaishi, population ya Gazi? 3,000. 3,000. So they only benefit from this health facility. Facility ama anaweza kwenda through private hospital, ama anaweza kwenda Msambweni hospital. Nategemea na ile ugonjwa wako vile ambavyo upo. Ikiwa hapo umeshinda unapelekwa Msambweni. Na refer to Msambweni. Okay. Sasa nataka utupe historia ya hapa. Ulisema maeneo pale kwa kaburini. Enzi hizo bado ilikuwa ni museum ama ilikuwa nje ya hii museum? Ile zile hiyo tangu watu wa kale na makale watu walikuwa wakizikiwa sehemu hiyo. Sasa kulikuwa na kuna kila ukoo, kuna ukoo wa Kinambo, kila mtu ana jadi yake ama na ukoo wake. Ikiwa hii sehemu hii imesite ya watu wa Kinambo, wanazikana Kinambo. Wengine sijui ni wapi, kila mtu na sehemu yako, lakini makaburi ni hapo hapo. Watu wanazikia watu wote hapo. Watu wote wanazikwa hapo. Sasa kama ni Wakristo ama nini, kuna sehemu yao huko kando, ama wageni wametengewa huko kando. Wageni wametengewa huko kando. Tumekubaliwa kwenda kusimama karibu na ile baobab. Na hii ndio minazi, mtu anapata unapata nazi, watu wanatumia kwa kupikia. Haya makuti watoto wanasuka, wanatumia kwa kujengea. Wengine ni madafu, wengine wanafanya alcohol, wine.
Oh, wengine wanatumia kama mnazi. Tembo mnazi. Tembo ya mnazi. Tembo ya mnazi. Tupitie wapi? Tupitie na hii tuliopitia. Oh. Ndo hizi ndo nyumba za kwanza kabisa enzi za colony. Ndo hizi hapo. Sasa kama bado hazijaikuwa maintenance, kama sisi vijana tukiwa tuko na uzao wetu, waje waone kwamba sisi mbona sasa tumekuwa wakubwa lakini hatuna chochote ambacho tumeona zamani. At least serikali iangalie kwamba hizi ndio nyumba za kwanza, na atakayekuja hapa lazima aone. So ikiwa kama hivi tenda miaka mingapi itakuwa imeharibika. Ndio kama sisi ambao serikali iangalie kwamba kuna ukumbusho, japo wenye walikuwepo walitangulia mbele zake, lakini sisi ambao tunachipukizi tumejiunga, at least wakija ukiona kama hivi pia tutakumbuka kuna kitu ambao tukisoma pia tutajua hiki na hiki kilienda hivi na hiki kilienda hivi. Maana si kama wale ambao ni wageni ambao waliingia hapa, lakini mtu wewe enda ukauliza kwani vipi hapa kuendelea nini, mbona tuna mijengo ambayo haina watu. Sasa mtu atakwambia kwamba hiyo ni kwa jela, lakini kuna ile ambayo iko deep zaidi. Mtu anafaa kujua, anataka kujua. Unajua kama generation mtu akizaliwa sasa hadi maji atakuwa anasikia uchungu lakini kama anaelezewa na aoni sasa gani hapa na imagine ile yote inaweza kuja kaamba mbona hili kama nijitaki alafu kama liko na kitu ya kushikilia kama cheni naomba hiyo nijitaki tuje hapo, kumbe ni vitu ambavyo vilikuwa zamani ambao ndo kama ni nanga. Sisi nanga zetu ndio tunazojua za kushika, lakini ambao hizi ndio nanga. Lakini sasa unaambiwa hii ni nanga ambao ndio nanga. Sasa juzi nilikuwa nafikiria hata ndio tunatatizika sasa. Hata kama serikali hiyo ukikata watu wa museum, National Museum hapo Mombasa wanakuja chap chap, kwa sababu ni vitu ambavyo ni vya zamani, lakini sasa hakuna serikali inafuatilia. Sasa ni vitu vya zamani, lakini ukisema wewe uchukue ukafanya mambo yako, mambo hiyo ni vitu vya serikali, ukishika unafungwa. Sasa mbona hakuna maintenance yote ambayo tunaona? Sasa ukishika ukiguza tu unashikwa, lakini sasa kutengeneza hakuna. Sababu sasa ukiona hapo satani haina mwenyewe. Lakini jaribu kuguza. Unapelekwa ndani. Ilikuwa imejengwa fence imewekewa nini? Au kitu ambacho inakaisha kitu kidumu zaidi ni repair. Ndio. Wai prepare vizuri, wa nini vizuri. Waweke fence, taarife vizuri. Hata ile nini hata footage zenyewe kumbe ndio ya kwanza ndipo ikafuatia ile ule. Yaani kweli ndio ya kwanza. Ndio ya kwanza ndipo ikafuatia. 1850 ni mbali. Yes, before 14. Portuguese ni kitambo zaidi. Portuguese ya kwanza. Portuguese ni ya kwanza, alafu hii ni 1850. Yeye ni 14. Ndio vitu ambavyo hizi ambazo na ukiangalia Portuguese ziko sawa. Wajua tulikuwa tunaenda seminar huko kuhusu watu wa National Museum, tulikuwa tunaenda hapo Portuguese. Hata kama hatukujua, lakini ukiuliza kwamba ilienda hivi na huku ilienda hivi na huku ilienda hivi, ni tushajua kwamba hiki ni hiki na hiki ni hiki. Lakini kama iko kama hivi, hata mtu yote mgeni akija uje umuelezee mwanzie wake. Hapa kuna watu hapo mtaani ukimfuata hawezi kupatia information kuhusu kama huyu madam Benjamin. Ndio kia nije hapa mimi na siku nyingi nikiulizia, lakini naambiwa tu ile ilikuwa jela sijui, lakini leo ndio maana nimefuatilia hivi ndio nimesikia ile information. Wewe pia leo ndio sasa umeelewa kama mimi. Sasa kumbe tuko na nyinyi kwa hii historia moja, tuelezewe kabisa. Haya, tuende mama, tuelezee kuhusu ile tax day. Tunaona mama anatuelezea sasa, tunaelewa sisi sote. So this is the baobab tree. Yeah, this one is the baobab tree. Ulisema pale awali kwamba ni 2000 years. Tangu ipandwe hapo mpaka kaidi. Sasa hii ndio sehemu in case you don't have a job. Kama saa hii mtu hana kazi. Na kazi unaenda kwa yule muhusika. Ukifika unamwambia mimi nina shida yangu ambayo imenikabili. Sina kazi, sina bwana, sifanye nini? Anakuambia niletee bottle of rose water, smoking stick, white candle, egg, na kuja naye hapa. Egg moja. 3. Anakuja unaomba. Badala ya kuomba muda mwezi moja, mwaka, uko umefaulu, unaleta zawadi.
ya kuku mweupe ama mbuzi mweupe, unakuja una slaughter hapo. Ile damu unachanganya na maji, nakwambia unaosha mwili wako mzima. Alafu nyama unaganyia majirani ama marafiki. Wewe uweze kula ile nyama kwa sababu wewe ndio ulikuwa unafanywa ile kazi. Sasa wale ambao wameweza kukuja hapa na wakafanyiwa hivyo, wote wamefanikiwa ama kuna wale ambao wanalalamika hawajawahi fanikiwa? Sasa ile si kwamba wote ambao wanafanikiwa. Unaweza kupata majority 10%, wengine nusu yake wamefanikiwa. Majority wamefanikiwa. Lakini sasa hivi sasa enzi ya sasa si wengi ambao wana belief. Kila mtu anakuambia mimi naangalia Mwenyezi Mungu ndo analeta kila kitu. Lakini zile jadi za zamani ama kale za zamani watu hawazishughulikia. Ndio utaona watu wanaumia, wanadidimiza kwa sababu yale mambo ya kale ama zile itikadi za kale za wazee wetu na mababu zetu. Watu hivi sasa wameziacha, wako digital. Watu wako digital. Saa hizi zamani ulikuwa ukiumwa unaambiwa mti huu unatumia dawa unapona. Lakini saa hizi watu wamepata tembe za hospitali. Ukiambiwa huu mti majani yake ni dawa ya ulcer. Uno mbuyu. Majani yake ukikausha, ukisaga ile unachanganya na maziwa unakunywa, ni dawa ya ulcers. Wakati huo mpaka sasa wengine wanatumia ni dawa ya ulcers. Haya, lakini saa hii mtu akiumwa kidogo ana ulcer anaenda wapi? Hospitali. Anapewa syrup nini, siku 2 na omeprazole. Imepale. Lakini sasa zile dawa za mila zamani hivi sasa watu wamezitupa. Wameacha kale yao. Sasa mti kama huu sikubaliwi hata kuja kuikata niende nikaitumie maybe pengine kupika ama kufanya nini. Hiyo miti ya zamani ama hii kwa mfano hii ni sehemu ya makaburi. Na miti ikianguka ama kuni ikianguka huo uruhusiwi kuchukua. Unaumiza yule maiti pale kaburini. Sio uruhusiwi kwa sababu wengine wakitumia zile kuni za kaburini, ukilala ukiamka asubuhi mwili kama umepigwa viboko unauma. Sasa zile itikadi ama ile mila zamani ulikuwa hauruhusiwi mti wowote ambao unaanguka kwenye makaburi uchukua, unachukua kuni yake kama unamuumiza yule ambaye amekufa pale ndani ya kaburi. In some places ama area zingine ukienda ama unapata kwamba kuna miti zingine unapata kama hii pengine ikianguka kama hii naona imeanguka kuna madhara ama nini kifanyika. Sasa kama hii naona ilianguka, hakuna madhara yoyote ilileta? Hii ilileta madhara ilipoanguka kwa sababu mti mkubwa kwamba kama huu ukianguka inakuonyesha ishara kwamba kutakuwa na kifo kijijini. Sasa huu ukianguka unakuonyesha lazima hapa kijijini kutapatikana kitu chochote, kifo kitapita. Sasa huu mti ulipoanguka kulikuwa na jirani yetu alifariki. Ulipoanguka tu hivi jirani akafariki. Aligonjeka mwisho akafanya nini? Mungu akamuitari akafa. Mama yangu mdogo. Mama yako mdogo. Alifariki. Na ulianguka kitambo? Kama inatimiza kama mwaka sasa hivi. Ni mwaka? Mwaka. Leo nimepata historia. Leo nimepata historia kweli. Leo nimepata historia. Alafu sasa hapo maeneo yote mpaka huko chini kaburini. Hizo ni sehemu za makaburi mpaka huko chini kuzunguka hivi yote ni sehemu ya makaburi. Sasa toto kwa kuonyesha kwa hivi. Habari? Nzuri. Gazi School. Gazi Primary School. Primary and junior. Yeah. So unaona hizo lebo. Sasa mtu akifa wengine wanajengea kikuta kama vile. Unajua kwamba huyu ni mtu wangu. Unaandika jina yake juu. Watu wanaandika majina. Yeah, wanaandika majina juu. So unaona. Sasa unajengea kama vile unaandika jina.
kujua kwamba in case unakuja unataka kumuombea ama unakuja unasafisha hii eneo, unasafisha. Alafu unamuombea. Unaweka hivyo kadogo kama kuna pesa unaweka hivyo. Unaweka hivyo. Na wanazika mpaka karibu na barabara kabisa karibu. Si ndio sehemu yao. Hii ni sehemu yote ya maziara. Okay. Lakini kama imeanza kujaa. Sasa imeanza kujaa. Hizi ndio sehemu ambazo watu wanazikia hivyo. Sasa huku kama umejaa unaenda kule, kuna sehemu huko. Okay. Unaenda zikio. Okay. Hizi ni nini kunaweka ukitaka kukumbuka jina yako ya mtu wakufu, unaandika jina yake hapo juu. Ukiwa una uwezo unafanya hivi. Ukiwa unaweza kufanya hivi. Sisi pia sasa tunashukuru. Na hii barabara ya kuendea huko beach. BMU. Okay. Bahari. Sasa sisi pia sasa tunashukuru Madam Mwatime. Madam Mwatime, wewe ni mwalimu. Nimeingia nikamwambia wewe ni mwalimu. Mimi nilikuwa mwalimu. Watu wanajua. Nasari. Wewe lazima ujue wewe ni mwalimu. Mimi nilikuwa mwalimu wa nasari. Nikaenda nikapata tour guide huko mambo ya Gazi Boardwalk. Tour guide. Napeleka wageni kufundisha hizo species of the mangrove guide. Na pia nimejifunza kuhusu hiyo history of the slave house. Okay. Tunashukuru sana. Guys, we are very happy to be here. Naona tu venye madam ametuelekeza, and we're very so much happy to visit this place, and we hope you are going to enjoy the story. Let other people also understand and know more about this place. The only way to do that is to share the link of the video to different people so that they can understand. And as well, you are allowed to visit this place at any time, at any given time, any day. You visit this anytime you feel like coming, you are allowed to come, so that you visit this place. You get the rich history here. But now, because now I'm here and we visited this place, we have the history. You have it at your fingertips. You can watch it, you can understand as well, because Madam Mwatime is always here. But they can as well visit you. Wakutembelea, isn't it, madam? Yeah. Visit Madam Mwatime so that you understand more about this place and learn. Sasa tunashukuru. Unamwambia nini mara ya mwisho Madam Mwatime? Natoa shukrani kwa wageni wangu waliokuja. Naona mmesoma mengi ambayo yalio hapa Gazi Village. Natarajia kwamba matarajio mazuri kutoka kwenu, na pia tupate wageni ili waboreshe lile jibanda letu. Wageni watakuja, usijali. Haya, asante. Let's visit the next episode.